Wengi wanajiuliza sana, huyu Charles ni Simba ni Yanga? Kwa nini leo siliweke wazi watu wakajua? Ngoja ninywe maji kwanza. Swali hili nishaulizwa sana. Mimi ni shabiki wa Simba lakini mpenzi wa Yanga. Utakuwa hujajibu bado. Simekuambia mimi shabiki wa Simba lakini mpenzi wa Yanga. Kweli? Kabisa. Ni vizuri tu watu wakajua. Kati ya Yanga na Simba. Wewe ni timu gani? Mimi nimekuambia mimi ni shabiki wa Simba lakini mpenzi wa Yanga. Nataka kujua tu moja wapo ambayo huyu ndio timu iko kwenye moyo wako wenyewe kwamba mimi ni, hata kama huna kadi lakini mimi naipenda Simba. Okay. Safi. Kwa hiyo Charles Hilary wewe ni Simba. Naipenda Simba. Basi jana wakati mpira unachezwa wa Simba na Yanga, goli la 4. Kuna jamaa mmoja yuko msikitini anaswali na ni sasa kuna rafiki yake yuko nje. Akanamwambia, "Yule jamaa anaendelea kuswali tu. La 4." Jamaa akamwambia, "Jamaa akarudi kusali. Basi mtafiri bana, mimi naswali hapa la 4 la nini bana?" Piga chenga kwanza Johnson anakwenda na piga bana hatari Mwejeko. Cheza vizuri kabisa hapa goalkeeper Simon Minyoleko kontra. Unaokolewa ule mpira. Sebastian Lasson anakwenda na mpira kwa sasa Lasson anakwenda Sebastian Lasson anakwenda katika lango la timu ya Man City. Haya. Anamwachia kule James McLean. Ji Dong-hoon. Si senor. Ji Dong-hoon anapiga kwa katika dakika za nyongeza anaipatia hapa Sunderland bao la kwanza. Sunderland 1, Man City hawajapata kitu na hawaamini macho yao. Counter attack. Bismillah. Ngoja nikupeni kisa kidogo. Kwanza tu nitoe onyo. Unapoingia katika dini za watu, uliza hiki nini, hiki kinafanywaje, watu wakisema hivi maana yake nini, basi utakwenda nawe sambamba. Kuna rafiki yangu mmoja aliingia dini ya Kiislamu. Basi rafiki yangu huyu anajifunza vitu lakini hakutaka kwenda kwa undani zaidi. Akaona kuna watu wamevaa kanzu mashekhe wale na tasbihi zao. Akawa naona tu midomo tu na lakini hakujua wanasema kitu gani. Na yeye hakuuliza kwamba wanasema kitu gani. Basi na akatafuta tasbihi yake nzuri siku ya Ijumaa akapiga kanzu yake safi kwa kweli. Basi na tasbihi yake anakwenda akishika tasbihi unasema subhanallah. Sasa yeye kashika ile tasbihi yake akawa anasema lakini maneno hayasikiki. Kwa hiyo nadhani unaweza ukamfikiria kwamba pengine anachosema ni hiyo subhanallah, kumbe alikuwa anasema vitu vingine. Ulizeni. Wakati anasema yale maneno akapiga miayo kwa ghafla. 54, 55, 56. Kumbe alikuwa anahesabu. Sasa jamani, tuwe tunajifunza unapoingia katika dini ya watu. Assalamu alaykum. Nataka tu nikujulishe, nasema huenda tu tukaanzisha bendi yetu hapa Azam, na hebu tuambie kama itavutia watu wengi na kuwa maarufu duniani. Msikilize mmoja wa waimbaji ambao wanachukua mazoezi makali sana, Barwan Muhuza. Salamu ulizonitumia zimenifikia, niko salama hata usijali, nalishwa vitamu, nimekusahau nakumbuka tu lako jina, kidogo angalau pengo nigego si nani huyo? Vipi, tutafika mbali? Mimi nakwambia kwa sauti ya Barwan. Bora tusianzishe bendi. Hii nilipua 76, 1976, 1977, 1978, 1976, 1977, 1978. Nivuma sana wimbo huu Mpweni na lipua. Nilikuwa namwambia Steve kulialia. Aliniuliza ulikuwa wapi? Nikamwambia wakati huo niko sekondari. Barubaru kweli.
sio mchezo. Nilikuwa naweka hapo hivi. Na hizi nyimbo zilikuwa zikija sana zinakuwa zimeanza kupigwa sana kule katika redio ya Kenya. Alafu baadaye tunazipata sisi huko. Ilikuwa hatari sana. Wimbo unaitwa Mfueni. Mfueni Zonga, Ibrahima Zonga, Ibrahima njoo, rudi Ibrahima. Kuna Zayadi alifariki hivi karibuni. Vata Mombasa, Jujuman. Habari za wakati huu. Leo tarehe 6 mwezi wa 6 ni siku kubwa sana katika kumbukumbu ya maisha yangu katika kazi yangu nayofanya. Miaka 42 iliyopita, tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 1980 ndiyo niliajiriwa. Ajira yangu ya kwanza nilianza pale Radio Tanzania Dar es Salaam, wakati huo ikiitwa Pugu Road. Ndio nilianza kazi hii ya utangazaji tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 1980. Miaka 42. Namshukuru Mwenyezi Mungu, afya yangu ni nzuri, bado nina nguvu, mkwanga bwana. Getting old but still going strong. Asante Mungu. Usizikaribishe stress katika maisha yako, katika mwili wako. Mtu akikukasirisha, uignore, endelea na maisha. Hapa duniani tumekuja kupita tu, lakini ukinuna sana, moyo nao unasinyaa. Sio sura tu itasinyaa, lakini moyo nao unasinyaa. Ukisinyaa, mwisho